na kusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Nilio mbele yako na unasikia hii sauti. Ninaitwa mtumishi wa Mungu, mwalimu wa kimataifa katika imani na kweli, Creason Fred Mbunda. Ni mtoto wa Bishop Dickson Cornel Kabigumira, muasisi na mwanzilishi wa makanisa ya ABC Global. Leo nilipenda nikushirikishe somo linaitwa nia ya mwili ni mauti. Kwa hiyo hapo ulipo unaweza ukachukua daftari na peni na Biblia ili tuende wote sawa, kwa sababu uko na mwalimu. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo somo langu leo linaitwa nia ya mwili ni mauti. Sasa hebu tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Biblia inasemaje? Tunakwenda kuangalia kwanza kusudi la kuumbwa mwanadamu. Tunakwenda kuangalia mwanzo wa kuumbwa kwa mwanadamu. Biblia inasema kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Biblia inasema Mungu akasema na tumfanye mtu, yani tumfanye mtu. Wewe unaonisikiliza, Mungu ndo anasema akakufanya kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Shika hapo nielewe vizuri. Bwana Mungu akasema tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Kwa sura na kwa mfano wetu. Mungu anakuumba. Hiyo sura ya kwanza. Lakini ukienda sura ya pili mstari ule kuanzia wa 5, kuanzia wa 6 tuanze kuanzia wa 7. Yanasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Swali la kujiuliza, yule mtu wa kwanza aliyemuumba kwa sura yake na kwa mfano wake ni nani? Na huyo ambaye anamfanya kwa mavumbi ya ardhi, anamfinyanga, alafu akampulizia pumzi ya uhai puani, alafu mtu akawa nafsi hai, yani mtu akawa nafsi hai. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hapa naomba unielewe vizuri. Yule mtu wa sura ya kwanza alimuumba kwa sura yake na kwa mfano wake. Alimuumba kama roho katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari ule wa 24, binasema Mungu ni roho na maabudu katika roho, na kilichozaliwa na roho ni roho. Kwa hiyo Mungu anazaa roho. Kwa hiyo alikuwa anazaa roho. Kwa hiyo wewe uliumbwa kama roho kwenye sura ya kwanza, akakuumba kama roho. Sura ya pili Mungu anakwenda kufinyanga mavumbi ya ardhi, kwa sababu kanuni ya kuishi duniani ya kwanza lazima uwe na huu mwili. Ndio maana mapepo hayawezi kuishi duniani pasipo kumvaa mtu yakaingia ndani ya mwili. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo kwa mfumo huo ina maana wakati Mungu anaumba kwa mavumbi ya ardhi, mtu anamuumba kwa mavumbi ya ardhi, alikuwa anamuumba kama udongo. Na ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 19 anasema mavumbi wewe, mavumbini utarudi. Kwa hiyo yule mtu wa sura ya kwanza A tuweke, mtu wa sura ya pili ni B. Kwa hiyo ile neno pumzi ya Mungu, ile pumzi ya Mungu, kitabu cha Ayubu 32:8 anasema iko pumzi ya Mungu, anasema na iko roho ya Mungu iliyo ndani ya mwanadamu, na pumzi ya Mungu hapa akili. Kwa hiyo pumzi ya Mungu ilikuwa inahamisha kutoka mtu A kwenda mtu B. Kwa hiyo yule mtu ambaye ni udongo, aliyefinyongwa kwa udongo ni duniani. Yule mtu ambayo ni sura ya Mungu na mfano Mungu alitolewa, ilikuwa ni mchakato, alihamishwa kwa pumzi ya Mungu kutoka sehemu aliyokuwepo katika ulimwengu wa roho kama roho, ikaja kaingia kwenye ndani ya mwili wa udongo. Kwa hiyo maana nyingine ni kwamba hivi mtu kama mtu ni mwili, ana roho, ana nafsi, anakaa ndani ya jumba la mwili. Kwa hiyo Mungu aliumba roho, aliumba na nafsi. Kwa maana ukisoma pale kwenye sura ya pili anakuambia kwamba mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo roho na nafsi ili ziweze kuishi duniani zinatakiwa ziwe zina chombo hicho ni mwili. Kwa ndio maana sura ya pili anasema na tumfanye, akasema nani? Mungu akasema nani kafinyanga mavumbi ya ardhi na kisha nikamfanya mtu akawa kiumbe hai. Bwana apewe sifa. Huu tu ni mfumo. Yaani hii nimekuonesha kwamba ni msingi na kuwekea msingi wa somo, kwamba ujijue wewe ni nani. Kwa hiyo wewe hapo ulipo una roho ya ndani. Hii roho ina macho, ina miguu, ina mikono, ina tumbo, ina kila kitu. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 kuanzia ile mstari wa 20 mpaka 35 inaelezea hapo kuna mwili wa udongo, kuna miili ya mbinguni na miili ya huko duniani. Kwa hiyo sasa nia ya mwili kabisa au kusudi la Mungu kutupa mwili ni mauti. Yaani Mungu alitupa mwili kwa kazi moja tu ya kifo. Ndio maana nasema mavumbi wewe, mavumbini utarudi. Kwa hiyo neno kusudi, kumbuka somo langu naitwa nia ya mwili. Neno nia ni dhumuni. Neno nia
maana nyingine ni kusudi. Neno nia maana nyingine ni lengo. Lengo la kutupa Mungu mwili huu wa udongo, huu mwili ni mauti. Kila kiungo au kila kitu chote duniani kiletwa kwa kazi maalum. Kwa hiyo kazi ya mwili ni mauti. Ndio maana nasema hivi, umavumbi utarudi. Mfano, unaonisikiliza natumeni shehe kwenda misibani, kuna kauli mbili. Hasani amelala, Hasani ametangulia mbele za Mwenyezi Mungu, au Michael ametangulia mbele za Mwenyezi Mungu. Kauli ya kwanza, ametangulia mbele za Mwenyezi Mungu. Wakati tushamzika. Kauli ya pili utasikia hivi, alale mahali pema peponi. Swali, aliyelala ni nani peponi na aliyetangulia ni nani? Kwa hiyo swali ni hivi, aliyelala ni ule mwili wa udongo, kwa sababu kazi yake umavumbi utarudi wewe. Aliyetangulia mbele za Mwenyezi Mungu ni roho, kwa sababu roho haifi. Roho ndio itakaye kwenda kuhukumiwa, kwa sababu roho nimekwambia ina kila kitu, na macho na miguu na pua, ina mdomo hivyo. Kwa hiyo ndio maana mtu ikitokea ametenda dhambi, roho haifanye dhambi. Ndugu yangu mpendwa unanisikiliza, roho haifanye dhambi hata kidogo, ila mwili ndio unatenda dhambi, kwa sababu dhambi ni kwa ajili ya huu mwili. Ndio maana wewe ukizini unasikia kabisa la, unasikia kila aina la unaipata, miemko, hisia, sauti za vinanda, kila aina miguno utasikia mpendo. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja, unalala naye huyo huenda ni mtu wa mtu. Roho inakushuhudia unachokifanya sio kizuri. Ashumu angelikuwa ni mke wako ungelisikiaje? Kwa sababu roho kazi yake, kazi ya roho ni kumwabudu Mungu, na roho waga itendi dhambi kabisa. Ndio maana hata mwizi akiiba na akaua, roho itamwambia umeua wewe, hujafanya vizuri, hujatenda haki. Lakini mtu akwambia hivi, sasa usingeua, ungepata wapi hizo hela za kula bata? Ungepata wapi hela kununua hii gari? Ungepata wapi hela kununua ya kujenga nyumba kali kama hii? Kwa sababu mwili kazi yake ni mauti. Sasa hebu twende kwenye kiini cha somo. Kusudi ya Mungu kutupa mwili ni mauti. Kitabu cha Warumi ile sura 8 mstari kuanzia wa 5. Warumi sura ile ya 8. Warumi sura ya 8 mstari kuanzia 5 anasema, kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale wafuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Kama nilivyokuambia, kazi ya mwili ni mauti. Kwa hiyo mtu mwili siku zote unafikiria mambo ya mwili, kula, kuvaa na starehe za dunia. Ninasema aipende dunia kumpenda Mungu akupo. Kuipenda dunia sio roho. Kuipenda dunia ni katika mwili, avae vizuri, ale chakula kizuri. Mhubiri anasema kuna balaa nimeliona duniani, ni kula na kunywa na kufurahi. Kwa hiyo kazi ya mwili ndio hayo, matendo ya mwili ndio kama hivyo. Bwana ape sifa ndugu yangu mpendwa. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia ile mstari wa 6 anasema, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa mwili kila kitembea unakwambia kunywa kivanti, kwa sababu mwili unajua huyu mtu akinyosha kivanti miaka 5 mbele atakufa. Kila kitembea mwili utakwambia tembea na huyu Ashura, mbona ana shepu nzuri, mbona ni mweupe, mbona ni mnene. Ukimpata huyu, hebu angalia utapata la gani, utapata stare gani, utapata zaidi ya stare. Kwa sababu nia ya mwili ndio iko hivyo. Nia ya mwili siku zote ni mauti tu. Mungu katupa mwili kwa ajili ya kazi moja tu, ni kazi ya kifo na kuzikwa. Basi kwa mwili kila ukitembea utakwambia wewe iba hela. Tembea na mume wa mtu upate mshahara. Tembea na mume wa mtu ili upate kodi ya kulipa nyumba. Tembea na wanaume hata 3 4. Mwili kila kutembea utakwambia sasa hivi wazee hawana hela, hawakufikishi. Tembea na vijana, damu na waka, damu ya moto, damu ya baridi. Mwili ndio unajua hivyo, kwa sababu mwili nia yake ni mauti tu. Siku zote waliokufa katika umri mdogo, waliokufa mapema ni kwa sababu walifuatisha mwili. Mstari wa 7 anasema, kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Umeona? Kwa hiyo kazi nyingine ya mwili ni uadui, kumpinga Mungu. Roho itakwambia funga, mwili itakwambia wewe toka lini uanze kufunga? Hujui kama unapenda vya tumbo mwili. Wewe utakwambia mimi ni Michael, mimi ni Peter, mimi ni John, mimi ni Dyson, mimi ni Grayson, mimi ni nani? Niende kanisani sababu mimi ni Mkristo. Ninazaliwa kwenye familia ya Kikristo. Kwa nini peleki wapi kanisani? Mimi nitakwambia yani wewe ndugu yangu,
hata mlango wa kanisa hujui. Kwanza siku ukienda kanisani watu watakushangaa. Mwili unakuhubiria kwa sababu mwili nia yake ni wadui na Mungu. Kazi nyingine ya pili ya mwili ni wadui dhidi ya Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa maana haitii sheria ya Mungu. Kwa hiyo mwili haiwezi kutia sheria, haiwezi kutii sheria ya Mungu. Sheria namba 1 ile, mimi ndimi Bwana Mungu wako, sina Mungu mwingine. Mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na nguvu zako zote. Kwa hiyo mwili haiwezi kutii hiyo sheria. Sheria nyingine ikumbuke siku ya Sabato. Mwili haiwezi kuitii hiyo sheria. Sheria nyingine nasema kwamba usiibe, usiue, usizini, useme uongo, usimshuhudie jirani yako uongo, usamani mali yako. Mwili haiwezi kutii kwa sababu nia ya mwili ni wadui juu ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana hata unaweza kwenda kanisani wakatangaza mfungo, tunafunga. Mimi nitakwambia ukifunga vidonda vya tumbo utaenda kulazwa. Bwana Yesu apewe sifa. Namba 8, mstari namba 8. Wala ufuatao mwili hawezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo mtu yote anayefuatisha mwili hawezi kumpendeza Mungu. Ndugu yangu unaonisikiliza hapa, hiyo ndio nia ya mwili. Hawezi kumpendeza Mungu ukiwa huko una tabia za mwilini. Ndugu yangu, tuangalie saa tabia za mwili. Kitabu cha Wagalatia ile sura ya 5 mstari kuanzia wa 15 kuanzia 19 pale. Wagalatia. Biblia nasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ndio haya. Kumbuka nimekutoa kule kwenye nia ya mwili. Kwa hiyo kusudi la mwili ni mauti. Lengo la mwili umeumbwa kwa ajili ya kazi ya mauti. Tuseme kama gari lengo la kubuniwa gari ni kwa ajili watu wapate usafiri. Kulikuwa kuna shida ya usafiri. Lengo la kubuniwa chombo kinaitwa ndege ili watu waweze kusafiri umbali mrefu kwa wakati mchache kwa muda mdogo. Na lengo la mwili Mungu kutumba ni kwa ajili ya mauti. Kwa hiyo hapa anasema matendo ya mwili ni dhahiri. Ndio haya, uasherati. Mwili kila kitembea atakwambia zini, fanya uasherati, tembea na mume wa mtu. Haya, uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu. Sikiza nakwambia, ibada ya sanamu sio mpaka waabudu masanamu ambayo yamechongwa ndani, hapana. Hata yule mtu ambaye anaopenda mpira kuliko Mungu. Mungu anasema mimi ndimi Bwana Mungu wako, sana miungu mingine, kwa sababu mimi Mungu wako nina wivu. Wewe unaopenda mpira, ni mpira umekaa ndani ya moyo kuliko Mungu. Timu yako ya Yanga au Simba, Manchester, Chelsea, Barcelona, River, Atletico Madrid, Real Madrid kifungwa mpaka unalia, unajisikia appetite ya kula huna. Wewe ndio umeipenda mpira kuliko Mungu. Kwa hiyo nayo ni ibada ya sanamu. Biblia inasema kwenye Biblia inasema kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 25, anasema kuna tunda inaitwa kiasi. Kwa lazima uwe na kiasi. Mungu ni Mungu mwenye wivu sana. Umempenda mke kuliko Mungu. Yaani mke akikwambia kitu kwako ni sheria kuliko Mungu. Kwa hiyo nayo ni ibada ya sanamu. Ibada ya sanamu, uchawi. Mtu yote mchawi, yani hiyo kabisa ni kwa sababu Mungu anajua huyu mtu akitumikia uchawi atakufa tu mapema. Tutamuua mapema. Kwa hiyo mwili kila ukitembea unajiuliza, huyu mtu wa ndani ambaye ni roho, tutamuua lini? Kwa hiyo unakupa uchawi, unakuwa mchawi. Uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usda, ulevi ndugu yangu. Kumekuwa kuna mjadala mwingi sana, pombe dhambi sio dhambi. Sikiza nikwambie ndugu yangu unaonisikiliza sasa hivi. Vitu vingine sio mpaka utumie akili ya darasani, hata akili ya kuzaliwa. Toko unaweza kutumia pombe, umepata faida gani? Zaidi ya kugombana, umeanza kudharaulika, heshima yako imeshuka, nidhamu ile ambayo watu wanakuheshimu imepotea, umepoteza fedha nyingi, umegombana na marafiki ambao walikuwa wamekusaidia kwenye shida na tabu, kitu chote ambacho hakina faida, kina hasara nyingi, uenda hata kisha kupeleka hata hospitalini. Pombe, mfano mmoja hapo kwa Nuhu. Mungu alimwambia baada ya kushuka kwenye hiyo gharika, upande mazao ambayo atakusaidia kula. Yeye aliposhuka tu ile sura 8 na 9, cha kwanza akapanda mzabibu. Muda wa kuvuna watoto wake kamtengenezea pombe mvinyo, wakamnyesha akalewa. Watu wake wakalala naye. Pombe. Mara ngapi pombe umejikuta umeana na mtu ambaye umpendi? Umeana na wazee, umeana na vibinti vidogo kwa ajili tu ya pombe. Ni pombe. Kwa hiyo pombe ni matendo ya mwili, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Lakini
Katika hayo nawaambia mapema, kama ilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hii ilikuwa ni part 1. Tulikuwa tunaangalia nia ya mwili. Tumeielezea vizuri. Nia ya mwili ni mauti. Mwili siku zote nakupelekea ukuangamize katika umri mdogo. Ndugu yangu, nataka nikupe mfano tu mmoja napokwenda kumalizia. Dada mmoja kwa anaitwa Margaret alimaliza form 4 akiwa na miaka 15. Na kwa vile hakuweza kufaulu kwenda level nyingine ya kielimu, akaingia uraiani. Maisha kama magumu, na kwa sababu alikuwa ni mzuri wa sura na umbo, vijana wengi wakawa wanamtongoza. Mwisho wa siku akabidi awakubalie. Baada ya kumkubalia yule dada, akaanza kutembea kila na mwanaume. Kwa miaka 10 mbele, dada huyo akagundulika na ugonjwa wa ukimwi, HIV. Hospitali wakamwambia inabidi aanze kuhudhuria clinic. Kumbuka miaka 10 ya nasa, miaka 15 kumaliza form 4. Ukijumlisha unapata na miaka 25. Alikuwa na miaka 25 akapata ugonjwa wa HIV. Akadumu hapo kwa miaka 10 ya dose ya clinic. Ukijumlisha anakuwa na miaka 35. Udada alipofikisha miaka 10 na maana miaka 35, akakata tamaa. Vidonge kila siku anavimeza, kila siku anavimeza. Kwa hiyo ikamlazimu akate tamaa na hayo maisha ambayo sio yake. Akaacha kuhudhuria kliniki, akaacha kumeza vidonge. Mwisho wa siku akafa. Akafa akiwa na miaka 35. Alipoenda mbinguni, Mungu kule mbinguni kuna vitabu viwili, kuna kitabu cha uzima na kitabu cha matendo. Matendo yako yote hapa duniani. Mungu akamchukua, akamwambia Margaret njoo, akamwambia umeona hichi kitabu ni cha uzima na hichi kitabu cha matendo yako. Akamfungulia kitabu cha uzima. Kitabu cha uzima, moja kati ya vitu kimeandikwa umri wako uliotakiwa uishi duniani. Margaret akaonyeshwa miaka ya kuishi duniani itakiwa miaka 70. Akashangaa Margaret. Kumbuka duniani huko ameacha mtoto ambayo ndio yuko darasa la 7 anakwenda form 1 na kafaulu. Kamwacha mtoto yatima. Mungu anamwambia wewe utakiwa uishi miaka 70, mbona umekuja huku ukiwa na miaka 30? Mungu anamwambia, je, miaka mingine uliyoiacha umemwachia nani? Mungu anaishi nayo kizini, anaishi nayo kinywa pombe, lakini anajua hivyo vitu vitumia vitakatisha uhai wako, utakufa katika umri mdogo. Margaret alishangaa sana, na kwa mbinguni hakuna nafasi mara mbili, akapelekwa kuzimu. Ndivyo vijana wengi wamekufa katika umri mdogo. Halafu anasema Bwana ametoa na Bwana ametoa. Sio Bwana ametoa, umejitoa mwenyewe kwa sababu umefuatisha mwili. Kwa sababu ukifuatisha mwili utakupeleka kwenye mauti tu. Ndio maana hata sisi tuliokoka, cha kwanza kwenye kubatizwa, roho yetu inauishwa na kuwa mpya. Tunakuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Na kiasi kwamba mwili tuweze kuudhibiti, usitupeleke kwenye mauti. Inatulazimu tu tunafunga, tunaitiisha mwili, usiwe na sauti. Kuna wakati mwingine tunatamani kabisa kula chakula kizuri, lakini kwa neema ya Mungu tunajua tukiendekeza mwili tutakuwa na si kama wapagani kama nyinyi. Kuna lazima tufunge, tuombe, tusome neno, ili huyu mtu wa ndani, roho wa ndani ambaye ndiye mtu mwenyewe wa ndani, anakuwa na power. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwalimu wa kimataifa katika imani na kweli, Clearson Fred Mbunda. Namba yangu ya simu 0655259004. Mjenzi katika ufalme wa mbinguni ni mimi, tuna kazi pamoja na Bwana, na kusalimu kwa lile jina linalopita majina yote, kwa jina la Yesu. Amen.